Naam, uhali gani mpenzi mtazamaji wa ISP Media, moja kwa moja leo nimekutana na mwindi wa Simba. Mambo ni mengi, muda ni mchache. Hatimaye bingwa wa ligi kuu amejulikana. Dakika za jioni kabisa, Young Africans anabeba ubingwa kwa mara ya 5 mfululizo. Habari yako? Habari ndio hivyo bwana. Sina hata kuongea na huzuni. Na huzuni kubwa sana. Kilichokuzunisha hasa kitu gani? Na huzuni na maumivu ya hali ya juu. Kama mwanachama ambaye naipenda Simba yangu toka moyoni, ukinichanja ni Simba mimi. Lakini nikisikia tu kauli ya Yanga bingwa, yani kinanikera sana hiyo kauli. Hiyo kauli kinanikera sana Jerry. Inakukera kivipi? Inanikera mno hiyo kauli ya kusema Yanga bingwa. Inanikera mno, inanichafua. Lakini inanyamazaga tu, lakini nimeshindwa kuvumilia. Unahisi shida nini hasa inaposema kauli ya Yanga bingwa? Leo Jerry, nyuma mwiko wanakuwa na siku yao ya kutambulisha wachezaji. Yaani siku ya msimu unaanza mpya huo. Hata wachezaji hawajaanza kucheza. Hawajacheza, ndio hapo napoenda mimi. Hapo ndo napoenda mimi. Kwamba mfadhili wao wa nyuma mwiko akiulizwa kitu anasema Yanga bingwa. Huyu anajiamini vipi Yanga bingwa? Sajili. Subiri. Timu hajaiona ikicheza. Wewe timu leo hujaiona ikicheza. Wachezaji wako hujui watakavyo perform. Benchi lako la ufundi hulijui. Kocha wako hujamjua kwamba na mbinu gani. Unasema Yanga bingwa. Kivipi? Kivipi? Na hiyo kauli inaniumiza sana. Sasa hapo leo sio mwaka mmoja amesema hivyo Jerry. Leo miaka 5 toka wachukue ubingwa wao nyuma mwiko, huyu kauli yake mdhamini wao ni hiyo Yanga bingwa. Wamesema mwakani tena. Na leo nimesikia jamaa anasema ile kauli hiyo mwakani tena. Mwakani tena. Tunaenda wapi sisi jamani Simba? Ligi hata kwanza haijaanza. Sasa hiyo wanajiamini nini? Hata usajili hujafanyika. Ndio wanajiamini nini? Sasa niseme nyuma mwiko wameshaona udhaifu wa viongozi wa Simba, haswa mwenyekiti Mangungu ni mdhaifu leo miaka. Alafu kwanza nimpongeze, nampongeza sana Mangungu kwa Yanga kuchukua ubingwa. Unampongeza Mangungu? Nampongeza sana, nampa pongezi za dhati. Kaingiaje Mangungu kwa Yanga? Nampa pongezi za dhati kwamba Yanga wamechukua ubingwa. Mangungu anahusikaje na ubingwa? Anahusika kwa 101%. Kama kutufelisha miaka 5, kama kutunyongesha miaka 5, mtu ambaye ametupa maumivu miaka 5 ni huyu Mangungu. Leo niseme hivi Jerry, Mangungu toka awe mwenyekiti wa Simba tumebeba kombe gani? Sio kama mpinzani wenu amewazidi kwa upande mmoja au mwingine. Umeniuliza swala zuri sana. Kabla ya miaka 5 hiyo tulichukua miaka mingapi mfululizo? 4. Unakubali hilo? Toka aje Mangungu kuwa mwenyekiti wa Simba tumechukua hata kombe moja? Unasema Yanga ile ilikuwa ya bakuli. Unasemaje? Yanga ile ilikuwa ya bakuli, changishe. Ilikuwa ya bakuli? Mdhamini wao alikuwa nani? Sasa hivi GSM. GSM alikuwepo. Ile GSM imechukua mara moja. Sawa, si tumechukua lakini. Kwa hiyo amefeli mwenyekiti. Atuachie timu. Mimi kila siku nasema huyu ndo anatufelisha na anazidi kutufelisha. Naenda kwenye uchaguzi mkuu. Ndio maana nampa hongera leo mimi kwa Yanga kuchukua ubingwa. Mission yake imekamilika tena. Mara 5 mfululizo. Utapita nalo pale. Unajua Jerry, viongozi na hasa anayetuhusu mwenyekiti ndio wametufelisha. Leo mimi nikupe mifano mingi viongozi wetu walivyokuwa wadhaifu.
katika maamuzi. Leo ni kwanza nikupe mfano wa fainali ya shirikisho, tukakubali kwenda kucheza Zanzibar, wakati sisi tulikuwa nataka mechi icheze kwa Mkapa. Sawa, kama sio kwa Mkapa, kuna viwanja vipo bado hapa Tanzania, hapo Tanzania bara, vigezo vya CAF. Arusha ipo, Mwanza ipo. Kwa nini tumekubali kwenda Zanzibar? Na wakati huo wenzetu walikuwa wanacheza Zanzibar michuano yao ya kimataifa, lakini bado sisi udhaifu wetu, viongozi wetu, tukakubali, pamoja na kwamba nyuma mwiko uwanja wao nyumbani ulikuwa Zanzibar wa kimataifa, tukakubali tukacheze fainali pale. Huo ni udhaifu wa viongozi. Lakini walionyesha kupambania mpaka dakika za jioni, wakafika mpaka pale kwenye pitch wakakagua, wakaona mimi yote nakubali. Kwa nini hawakupelekwa Arusha kukagua? Kwa nini hawakupelekwa Mwanza? Kwa nini viongozi tukanyamazia hilo swala? Leo mfano hai na wakaribuni tu kwamba mechi tuliyocheza ya duru ya kwanza na nyuma mwiko, ambaye goli lilikataliwa na Mwalimu Selemani. Angalia viongozi wetu hao wanavyotuangusha, walivyokaa kimya kama yani wamedua. Leo goli la Mwalimu Jerry, mpaka TFF wenyewe wamekiri kwamba ni goli. Walikiri TFF wenyewe kwamba lile lilikuwa goli, lakini viongozi wetu walikuwa hawana udhubutu wa kuitetea Simba. Hawajaitetea, wangelalamika. Ulichotaka kitu gani kiamuliwa? Sisi tulitaka tupate point, na mimi nilipohojiwa nilisema kwamba tunastahili tupate pointi 3. Kulizika kufungiwa kwa waamuzi, hatujaridhika na hilo. Waamuzi wanafungiwa miezi 6 wanarudi tena. Ina maana hapo pia viongozi wameonyesha udhaifu wao. Unajua Jerry, shida yetu ya viongozi wetu hawakai na wanachama na washabiki na kuwasikiliza. Sisi tunapolalamika, jambo linapotokea, wao hawachukui maamuzi. Hawachukui maamuzi kwamba leo washabiki wetu na wanachama wetu wanataka nini. Tofauti na Yanga, tofauti kabisa. Yanga wanasikilizwa tena sana na sana. Leo wanachama wa Yanga wanaitwa, sio Mangungu unakaa unawaita machawa wako unakaa nao ambao unajua unawamudu. Leo mimi nimelalamika mara ngapi kuhusu mkutano wa dharura, kuhusu katiba. Katiba imeshakabidhiwa lakini imefungiwa kwenye draw. Huu ni udhaifu wa viongozi. Kwa nini usiitishwe mkutano wa dharura tupitishe ule katiba ili transformation ikamilike? Leo Jerry, hayo ni madhaifu. Unahisi lawama zote ni za ndio maana leo wanathubutu. Leo hata kama unavyosema ligi haijaanza, msemaji wao anasema makani tena. Imagine yani hata usajili haujafanyika kutokana na wanajua timu hawana. Nikwambia ukweli Jerry, nyuma mwiko timu hawana, wanachowini kucheza nje ya uwanja. Kisema timu hawana, lakini nisikilize, timu hawana, lakini wao wanachopigania na wana kiburi ya kusema Yanga bingwa au mwakani tena, kutokana na wanajua kwamba watacheza vipi nje ya uwanja. Kwa nini viongozi wetu wafeli? Kwa nini viongozi wetu wafeli? Kama wanavyofanya viongozi wa nyuma mwiko, kwa nini sisi tushindwe kufanya? Kitu gani kinazuia? Toeni muda wenu, sio mnakaa kwenye viti hapo. Hangaikeni.
kama wenzetu wanavyohangaika leo. Jeri, bodi ya ligi ya kwao, kila kitu wanasikiliza wao. Wakisema hatuchezi kweli hawachezi, wakiamua kitu kweli wanafanikiwa. Viongozi wa bodi, mwenyekiti aondoke, anaondoka. Kwa nini sisi tushindwe? Ina maana viongozi wetu ni wadhaifu? Niwe mkweli, kama wananichukia wanichukie, inaumia mimi. Hawana maamuzi, kila kitu jambo wananyamazia, vitu ambavyo viko in favor yetu wananyamazia. Leo mnaimba Iliza. Sisi tunataka makombe, hatutaki Iliza sisi. Hatutaki mngenge wote, kwanza tuleteni makombe. Kombe la ligi kuu tunataka sisi. Sasa Iliza wakati kombe hatuna, Iliza la nini? Iliza lina faida gani? Jeri, naumia sana. Kila mwaka tunasema tunajenga timu. Kila mwaka wachezaji 10-12 wanaachwa. Sio wanaachwa kutokana na viwango. Jeri, leo Chama alikuwa na kiwango, tukamwacha. Udhaifu wa nani kama sio viongozi? Amerudi anachezaje sasa hivi kwenye Simba? Anakiwasha. Hapo utasema udhaifu wa nani? Si viongozi hao. Leo Shabalala kaondoka,